Ujambo na karibu mtazamaji wa MBC TV popote ulipo. Natumai kwamba huu mzima wa afya. Nafasi kama unavyoona ni nafasi ambapo inaitwa Yepe, nafasi ambapo wazalendo wanaishi, ambao wanafanya kazi zao, na ni wazalendo ambao wanaongozwa naye Kamanda Chalumba. Basi kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, utakuja kuona mengi na zaidi, haswa kulingana na usalama mdogo ambao unakuwa unatanda ndani ya mji wa Baraka. Vile vile utakuja kusikia namna gani kufuatana na fununu ambazo zinasema kwamba zinazagaa kuwa kwamba Kamanda Chalumba Leonard labda hatatoka ndani ya mji wa Baraka na kujielekeza mahala pengine. Mwenyewe atakuja kuwashuhudieni namna gani usalama mdogo ulipo na hipi hasa ziara yake ya kutoka hapa Baraka kuelekea nafasi nyingine. Basi nakutakia moja kwa moja, fuatilia channel yako ya MBC TV Baraka mwanzo mpaka mwisho. La kangu jina niite Patrick Simonuke Patriarche, upande wa pili anashikilia Abase Winzo. Karibu. Ndio mtazamaji wa MBC popote ulipo, nafikiri kwamba huu mzima wa afya hapa ambapo tunapatikana kwenye kata la Mwamsombo, nafasi ambayo inaitwa Yepe, nafasi ambapo askari jeshi au wazalendo wanapatikana, na nafasi kama na hii inaongozwa naye mzee Chalumba Leonard, ambapo mtakuja kusikia dondoo mojawapo hasa ambazo zinakuwa zinapitika mjini Baraka, ikiwa usalama mdogo ndani ya mji wa Baraka, ikiwa kazi haswa rasmi ambapo wazalendo ambao walijitolea kwa hali na mali ambao wanakuwa wanaendesha hapa mjini Baraka na vitongoji vyake. Basi moja kwa moja mzee, nitakukaribisha kwenye vyombo vyetu vya MBC TV Baraka. Ndio leo tuko hapa, labda watazamaji wanavyokuona, tukianzia haswa swala ya usalama mdogo. Kuna vijana ambao labda wako hata wazalendo, pindi wanapokutana vijana usiku wanachukua simu wakiwanyanyasa, lakini ikifika mida ya asubuhi inasikika kwamba ni wazalendo ambao wanafanya kile kitendo. Wewe kama kiongozi wa wazalendo hapa mjini Baraka, una hipi haswa la kuambia watazamaji ambao wanatuna kwa muda kama nao? Sawa, nashukuru sana kwanza kwa wakati wa kuongea. Sababu ya swala hiyo tulishasema mingi na mingi. Unajua kwamba hapa masirahi zagazaga zenye ziko kontrole, ni pale watu wenye wako wanataka kuharibu jina ya uzalendo, ni wamwizi wanaosikiria silaha. Ni mara na mara tuko tunakamata watu, tunawafunga, tunawapeleka sababu ya ile wizi wa vile ndio sasa wako wanataka kuzingizia ni wazalendo. Ndio, unasikia namna gani anavyoeleza ndugu mtazamaji wa MBC? Ni kweli kuna vijana ambao unafikiri kwamba wakati kama na huu silaha zinazagaa kiolela, kila mtu anachukulia silaha bila sheria, na ni yale ambayo mnayosikia kila siku baada ya siku, mtu anauawa, mtu anafanya hivi. Ndio vile, labda tukirudi nyuma kidogo ndugu kiongozi, na hipi hasa mekanisme ambayo mnatumikisha haswa kwa kutokomeza yote hayo ambayo yanakuwa yanaendelea haswa mida ya usiku? Nadhani tunakamata jukumu ya kufanya tuunde jeshi la kufanya patrouille pamoja, sisi FARDC na la polisi na sisi wazalendo, kila kundi itoe askari wa kufanya patrouille kila siku. Najua pale tutapata ndio raia wamedai kuwa na wamekosa usalama mdogo haswa hiyo jana usiku, mida ya saa 3 kuelekea saa 4, na milio ililia nyingi sana, lakini hadi sasa fununu za milio ya risasi tujajua, aidha watazamaji hawajajua kisa cha milio ya risasi ambapo imelia jana nyingi. Kwa kama kiongozi wa wazalendo hapa mjini Baraka, nini haswa cha kuangazia raia ambao wanakutazama kwa muda kama nao? Masasi ya pale jana ilisababishwa na wandugu zetu wengi walikuwa wanatoka Migogo, walishuka na mamoto. Sasa wale wa soda wa bwana mzee Alexis Mwamba wanaongozwa na bwana Ihute pale Munge, ndio wakawazuia ili wajue moto zinatoka wapi na usiku, na pale walikosa kujuana konsinya na wakakosa kusikilizana na watu mpaka pale sasa kaanza sasa
kuanguka, na ndio sababisho ya ile masasi ya pale. Labda raia watapita watambue ya kukua maafa yoyote baada ya mabishano kama na hayo? Hapana, si yapata habari ya maafa, sijaipata. Nilipata tu situation matinale kama kulipata raia wawili walipata risasi, haikukuwa kati ya ile masasi au walipigwa risasi Kubandro, ilikuwa mbele ya ile masasi kupigwa. Wale watu walipigwa masasi na watu wasiojulikana, mpaka hivi nadhani wako kwa hospitali ya Mseche. Ndiyo kiongozi, tukiangalia tukitizama baadhi ya raia ambao wanapatikana ndani ya mji wa Baraka na pembezoni mwa Baraka, kweli wanaufurahia utumikio wako ambao unakuwa unaendesha hapa Kuyepe, na kuna fununu ambazo zinazagaa hapa mjini Baraka kuwa mnamo siku kidogo tu hautakuwepo na raia tena nafasi kama na hii. Labda swala kama nini la kweli au labda raia watapenda kuangazia zaidi? Ndio, ile swala ilikuwa ile habari inaweza kuzagaa ile, lakini bado na wakati tutaenda tutaacha tunawaaga kama tunaenda, na kama hatuendi tutabambia kama sisi tungali sie wote hapa na tutazidi kuchapa kazi pamoja. Ya kiongozi, labda kiusalama una neno gani kwa watazamaji wetu, hasa nafasi ambapo unakuwa unaidhibiti kwa muda kama na huu? Ujumbe wako? Nani tunaweza kupatia raia wa Kazero, wajue kama tutafanya kazi, wasiwe na woga zaidi, tutafanya kazi pamoja. Unajua kama nchi yetu ingali na songwa na vita ingali mingi, na dugudugu za mahabari zitakuwa zinatiririka kwa vile, lakini sisi wote tushikamane fasi moja, tufanye kazi kwa pamoja. Hakuna shida, tutafanya kazi. Chalumba Leonard, MBC TV Baraka, na kushukuru na kupigia asante. Asante sana mtangazaji. Ndio mtazamaji, umekuja kuona Kamanda Chalumba Leonard amekuja kudadisia kulingana na usalama mdogo ambao unazidi kutanda ndani ya mji wa Baraka. Vile kulingana na fununu ambazo zinasadikika kuwa labda atatoka ndani ya mji wa Baraka na kuelekea mahala pengine. Basi nakushukuru nyote ambapo mliambatana nasi mwanzo mpaka mwisho. Nakutakia usikose kusubscribe, kulike, pia na kushare matangazo yetu ya MBC TV Baraka. Niite Patrick Simwanuke Patriarche, upande wa pili alikuwa anashikilia Abase Winzo. Sina cha ziada na watikeni kila laheri, nufuataji mwema wa matangazo ya MBC TV Baraka. Bye.